Halo. Halo, shikamoo. Watoto tena. Marhaba, jambo. Jambo. Samahani. Naam. Asante sana kwanza kwa kunipandisha. Nimekuwa nikitafuta chance muda mrefu ya kuongea na wewe lakini nimekuwa nikikosa. Karibu sana. Naitwa Grady. Tumewahi kukutana Mbeya. Mimi ndo ambaye nilifanya challenge ile ya Money Talks. Ulikopo Mbeya ukanitafuta TikTok then ukanipa zawadi. Nilikuwa natumia jina la Grady TZ. Okay. Niambie. Mimi hapa nilikuwa naomba msaada wako uweze kuwekeza kwenye kipaji changu. Yule ambaye ulikuwa kwenye ile nyimbo ya Manitoko ulifanya, si ulilapu, si ulifanyaje? Ndio, nilirap kwenye challenge ya Money Talks. Hapo sasa hivi nikakuona kwenye nini? Kwenye ile nini sijui ile ya nini ya Zuchu. Ndio wewe? Ndio mimi nilifanya challenge ya Amanda kwenye ule wimbo wa Zuchu. Nilimjibu Zuchu kama mimi ndo Amanda. Niambie. Samahani, nilikuwa naomba msaada wako uweze kuwekeza kwenye kipaji changu. Nimekutafuta sana na nimeshindwa kukupata. Nilienda kufanya hadi interview Wasafi. Nilipofanya interview niliwaomba wakufikishie, lakini kwa bahati mbaya ile interview haikupostiwa. Yaani ilikuwa mdogo. Nilifanya interview Wasafi kuhusu ule wimbo wa Amanda, lakini pia nikiwa kwenye interview niliwaomba wakufikishie kwamba nahitaji sana msaada wako. Nahitaji sana uweze kuwekeza kwenye kipaji changu. Lakini kwa bahati mbaya ile interview hawakuiposti. Mimi ni binti mdogo, nimelelewa na single mother. Mama wangu kwetu tupo wanne. Mama wangu kwa sasa hana uwezo wa kufanya kazi, kwa mimi ndo ambaye na provide kwenye familia yangu. Na nina miaka 18 tu. Hivyo miaka 18. Ndio, hivyo nakuwa nashindwa kujiendeleza, kujiwekeza kwenye mziki. Na naamini kupitia kipaji changu endapo utanishika mkono nitaweza kuisaidia familia yangu, kwa sababu ni familia hali ya chini. Mimi ndo ambaye natakiwa ni provide kila kitu, chakula, mavazi, na wadogo pia ni wadogo sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana msaada wako uweze kuwekeza kwenye kipaji changu. Okay. Wewe ina maana yani hauombi pesa bure, unaomba niwekeze kwenye kipaji chako iwe kama biashara, si ndio? Ndio. Kwa hiyo sasa hivi unaishi wapi? Sasa hivi nipo Dar, naishi Mabibo. Familia yangu ipo Mbeya. Familia iko Mbeya. Ndio. Okay. Kwa hiyo kitu ambacho unatamani kutoka kwangu? Natamani uweze kuwekeza sana kwenye kipaji changu, ndio maana always nikiposti nimekuwa nikikutag kwenye video zote. Mimi ninaimba, ninaweza kutunga, naandika nyimbo zangu mwenyewe, naimba. Pia ni performer, ni dancer, ndio. Okay. Sasa baada ya kufanya ile challenge, watu wakakuona nini, ukaenda mpaka huko umefanya ma interview, ikawaje? Yani mbona ikawa kimya? Yani sijaelewa, kwa sababu kama nini video zako nimeziona hapa hizi siku 2-3. Nilifanya challenge ya Amanda, ikaenda nikapata interview sehemu mbalimbali, lakini baada ya hapo ikakimya. Unajua ilikopo tu ni trending ya wimbo. Hivyo nikaona kwa sababu nilienda kupitia Amanda na ule upepo wa Amanda ukawa umeisha. Yaani wimbo baada ya Zuchu kumaliza zile challenge zake kutoa wimbo mwingine ndio ikawa basi. Nikaona kwa nini nisije sasa na jina langu mimi nianze upya kama msanii sasa. Nitoke kule kwenye kuwa msanii wa challenge kuja kuwa artist professional kabisa. Ndio maana nimebadilisha jina, sasa hivi naitwa Pipi Jojo. Lakini nashindwa kuwa na muendelezo kwa sababu muziki sasa hivi unahitaji uwekezaji,
audio inahitaji pesa, video bado pia nahitaji niwekeze kwenye kupromote, na kwa sina uwezo kwa sababu nataka ni provide kwenye familia. Mimi mwenyewe ku maintain kuishi Dar sio kitu kidogo, nataka nilipe kodi nyumbani, kwa hiyo nakuwa nashindwa. Kwa hiyo una miaka 18? Ndio. Unalipa kodi ya nyumba ya nyumbani kwenu, yani ya unayokaa wewe na mama yako Mbeya, si ndio? Ndio. Wewe mwenyewe? Nalipa mimi mwenyewe. Mama anafanya kazi gani? Mama wangu kwa sasa anaumwa, hafanyi kazi yoyote, yupo nyumbani. Baba? Baba wangu mimi sijawahi kuwa na mawasiliano naye, yani hata sikumbuki mara mwisho tuliwasiliana nini. Lakini yupo? Yupo, lakini ni mtu ambaye hana msaada, yani sijui hata jinsi ya kumpata kwa sababu ameshanikana mara kadhaa. Kwa hiyo yani baba alikukataa, alisema wewe sio mtoto wake? Ya mara nyingi. Okay. Ndio. Miaka 18? Na miaka 18. Kuhusu shule? Shule mimi nilipomaliza form 4 sikuweza kupata credit za kwenda 5 na 6. Ilibidi nikasome pharmaceutical science. Sasa kwa uwezo wa mamangu ulivyo akashindwa kunipeleka. Afu pia kuna wadogo zangu wanasoma. Kwa hiyo ikabidi mimi niingie mtaani kupambana ili waliopo nyuma yangu waendelee. Japo nilifaulu vizuri tu, ila nilipata credits za kwenda chuo. Yaani? Nilipata credits za kwenda chuo, nilipata 3. Kombi hazikubalance zote, kwa hiyo sikuweza kwenda 5 na 6 za serikali. Mama hakuwa na uwezo wa kuniendeleza, kwa hiyo ikabidi mimi niingie mtaani kupambana ili wadogo zangu waendelee. Okay. Ndio. Very interesting story. Na nikikumbuka kweli ni mdogo, yani I say miaka 18 unalipa kodi ya nyumba, wewe ndo unajilisha, unafanya kila kitu peke yako. Very interesting story. Ndio. Nafanya vyote hivyo. Imenibidi kwa sababu ya kukosa msaada. Unajua kuna muda hata kama ukiwa mdogo inabidi work juu ya umri wako ili maisha yaendelee kusonga. Okay. Sawa. Sasa unaweza ukaniambia labda kwa sasa hivi mimi nikisema kwamba siwezi nikasema nitakumanage au siwezi kukumanage kwa sababu sielewi, lakini kwa sasa hivi nataka nikusupport for this time, yani muda huu. Asante sana. Muda huu unahisi unahitaji yani ni nini na nini ambavyo unahisi vimekwama sasa hivi, yani naweza kufanya kwa ajili yako? Kwa sasa hivi mwenyewe natamani sana ufanye kwa ajili yangu, kwa sababu najiamini kwamba ukiweza ukanisaidia mimi nikaingia studio, nikarekodi wimbo, nikashoot, nikautoa na nikaupromote, naamini kabisa kwamba kupitia hiyo nyimbo nitakuwa na uwezo wa kuingiza pesa zaidi, nitaweza kuinua familia yangu na nitaweza kutoka hapa nilipo. Sawa. Sasa mimi hapa saizi kutokana na mambo uliyoniambia unatumia mtandao gani? M-Pesa? Natumia Alopesa. Alopesa. Ndio. Sasa ukitaja namba yako hapa sio kama watu watakusumbua sana? Naweza pia kutaja, lakini uogopi watu kukusumbua? Hapana, hawezi kunisumbua. Uogopi? Ndio. Okay, hauna namba ambayo
haipatikani, lakini ni ya kutumia pesa tu peke yake? Hapana, labda ya mama. Ya mama. Sasa watamsumbua mama. Haujawahi kufungua benki account? Hapana, sijawahi. Sijawahi. Nachohofia ni wewe kutaja namba yako hapa. Sasa fanya hivi. Yeah. Mimi usiku wa leo Yeah. na kutumia kiasi cha shilingi 3 Mungu. Umesikia? Ndio, nakusikia. Hiyo 3 nitataka uende ukarekodi hizo nyimbo zako. Sawa? Ndio. Sawa, asante sana, Mungu akubariki jamani. Utaenda utarekodi hizo video zako, eti video nini? Audio sijui. Nyimbo. Nyimbo. Ndio. Ukarekodi hizo nyimbo. Ukirekodi nyimbo, nakupa ukanirekodie nyimbo 6. Sawa. Unasikia? Ndio, nakusikia. Ukanirekodie nyimbo 6. Ukirekodi hizo nyimbo uniletee nizisikilize. Kama zitakuwa ni nyimbo ambazo mimi nimezielewa, swala la video unaniachia mimi, video zote nakufanyia mimi, ila wewe tu nenda karekodi nyimbo ambazo watu watazisikiliza na watazipenda. Asante sana, nimekuelewa. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana, nimekuelewa. Kwa usalama wa nini yako, naomba unitumie hiyo namba yako DM hapa. Nikishamaliza hapa hii live na kutumia pesa. Sawa, Mungu akubariki. Sijui hata nisemeje. Na hizo nyimbo nitazitaka ndani ya wiki hili. Yaani kuanzia kesho asubuhi unavyoamka unatakiwa uende studio ukaanze kurekodi. Wewe si unaamini kwamba muziki ndio kitu ambacho kina uwezo wa kukutoa na ukawa mtu mkubwa, si ndio? Ndio. Na mimi Mungu kanibariki, kanipa platform, kanipa uwezo, kanipa kila kitu, mpaka pesa. Kwa hiyo nitahakikisha naangalia namna gani kufanya ili mradi umove, utoke hapo ulipo kwenda next stage. Umenielewa sio? Nimekuelewa, asante sana. Mambo mengine mengi tutazungumza, na maswali mengi ya kukuuliza ambayo siwezi kukuuliza hapa face to face, watu wako wengi hapa wanatizama. Kwa hiyo utakachofanya, nazungumza live hapa kwa watu wote hao ambao wako hapa live, na kutumia 3 kwa leo, ukarekodi nyimbo 6. Ukirekodi hizo nyimbo nitakwambia uzilete nyumbani kwangu nikiwepo, tunasikiliza. Kama nitazipenda, umeelewa? Nakuelewa. Kama nitazipenda, swala la kurekodi video, kufanya promotion, nyimbo kuwafikia kwa watu, hilo swala utaniachia mimi. Asante sana, nimekuelewa. Nitumie namba hapo DM. Sawa, asante. Asante sana. Washukuru na Watanzania na Wakenya na watu wote ambao wanakutizama, kwa sababu hawa ndio watakao kusupport kesho ambapo wewe utatoa hizo nyimbo zako. Jamani, asanteni sana, na naomba sana support yenu, kwa sababu naamini tu kwenye kipaji changu hicho ambacho kinaweza kunisaidia. Sawa, naomba nitumie message hapo DM nimpandishe mtu mwingine. Naona muda unaniacha. Sawa, asante. I say, very interesting story. Watu wana shida kwenye dunia, watu wanateseka, watu wanaishi maisha. Na ukipata nafasi, Mwenyezi Mungu akikubariki, akakupa chochote kitu, hautakiwi kutumia kuzuru au kunyanyasa watu. Mwenyezi Mungu anakupa kitu kwa ajili ya kusaidia watoto wake ambao wana matatizo. Uenda leo unaweza ukawa unakutana na yatima mtaani, uenda unaweza ukawa unakutana na watu wasiojiweza, unakutana na watu wenye matatizo, unawadharau, unawadhalilisha, unafanya kila unachojua. Lakini amini ya kwamba Mwenyezi Mungu
huwa anampatia kila siku mtu ambaye anajitoa kwa ajili ya watu wengine. Mimi ni mtu ambaye niko busy sana, most of times nakosa muda wa kuja kukaa hivi na watu kusikiliza matatizo yao, lakini pia hata mazingira ninayoishi sio mazingira yanayoniruhusu kukutana na watu. Kwa hiyo nimetengeneza platform hii ya kuwa naingia live nikipata nafasi saa 6 kamili usiku mpaka saa 7, natenga hata angalau lisali moja kusikiliza matatizo ya watu. Yale ambayo nitakuwa na uwezo nayo kuyatatua papo hapo nitayatatua. Yale ambayo nitakuwa siwezi kuyatatua papo hapo nitasubiri, au nitawaambia watu ambao watakuwa live kwamba tumchangie huyo mtu chochote kitu tulicho nacho kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kufanya ili tuangalie namna ya kubadilisha maisha yake. Sawa? Sawa. Sasa aliyekuwa ni mwanamke anazungumza. Sasa hivi natakiwa nimpandishe mwanaume. Sasa kwenye mwanaume sijui nimpandishe Mtanzania, si Mkenya. Kiukweli huyu binti ambaye ametoka hapa ana kipaji kikubwa sana, kwa sababu kama ile nyimbo ya Zuchu ile mimi nilikuja kuiona kwenye challenge ambayo yeye alifanya, ndio nikagundua kama okay, kuna nyimbo inaitwa Amanda. Kwa hiyo nimefanya hivi makusudi kabisa, kwa sababu mimi ni baba wa yatima, ni baba wa wajane. Ninapomsaidia mtu ambaye baba yake alimkataa, pale ambapo baba yake atakapokuja na kusema kwamba mimi ndio baba yako, tutamkataa na yeye. Tutamwambia kwamba baba yake ni yule ambaye alipokuwa na matatizo akamsaidia. Kama uko hapo umeguswa na ninachokifanya, unatamani na wewe kufanya, unaweza kufanya kwa kutuma zawadi yoyote. Unaweza ukatuma simba, ukatuma ua, ukatuma chochote ulicho nacho. Okay, sasa hivi tunaingia kuwasikiliza wanaume. Mwanaume atakayefuata mwanamke.